Pamoja twende katika swali jingine. Anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shekhe, nauliza, kuna maneno ya Mtume yanasema anapokuja mtu anataka kuoa, kama mtamridhia dini yake na tabia yake aozeshwe. Je, kama tumemridhia tabia na dini lakini muolewa hajampenda, je, alazimishwe kuolewa au vipi? Na hii dini iliyozungumzwa hapa ni ipi? Iwe amesoma madrasa au dini ipi hii? Anaitwa Saidi Kunema. Karibu sana Sheikh. Naam, swali zuri kwa hakika. Unaona, kwa sababu tabia ya kuozeshana kwa nguvu hasa siku za nyuma ilikuwa ni kubwa mno sana. Hadi hivi sasa imepungua kiasi kubwa kwa sababu ya utandawazi. Unaona, huwa mara nyingi wanakuwa wachumba wawili wanajuana kabla hata ya ndoa. Kwa hiyo yale makali ya kufosiana, kulazimishana ya zamani ilikuwa mama zetu wameolewa maskini hata wajui mume gani atakuja. Pamoja na kwamba ni kosa kama tutakavyoona kwamba kwa sheria ya Kiislamu awe ni mama mtu mzima ameshawahi kuolewa au bikra msichana hajawahi kuolewa. Maana bikra kisheria tofauti na watu wanavyoelewa. Kisheria bikra ni mba hajaolewa. Tofauti na tafsiri yetu ya mitaani kwamba bikra ni kwamba hajaingiliwa. Sheria ya Kiislamu bikra hata kama aliingiliwa kwa njia ya kubakwa bado anahesabiwa ni bikra. Au pengine kacheza michezo ya kurukaruka na baskeli na nini maraka haribu bikra wake, bado anahesabiwa ni bikra kwa sheria ya Kiislamu. Sasa kuna hadithi mashuhuri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tunkahul aim hatta tustamar. Mwanamke mtu mzima haolewi mpaka atakiwe amri yeye. Waonaje? Kaja mubajjali anataka kuoa, ana dini yake, ana nini, ana tabu. Mimi mpaka nimjue ni nani kwanza. Ndio. Yuko mtangazaji mzuri wa hisani, na vipindi vyake vizuri, tibaha na nini na vile vile ni khatibu mzuri na hivi na nini. Nipeni muda nijifikirie. Halafu mwisho yote haya wasemaje? Nimekubali. Tayari ni idhini hiyo. Ama upande wa bikra, kwa maana hajaolewa, pia naye Mtume sallallahu alaihi wasallam katoa mwongozo, anasema la tunkahul bikru hatta tusta'dhan. Na huyu binti naye ambaye ni bikra haolewi mpaka atakiwe idhini. Akaulizwa na masahaba idhini yake nini? Asema hata sukut, kukaa kwake kimya ni idhini. Unaona, kwa sababu kukaa kimya, tabia ya watoto wa kike ambao ni wadogo wanakuwa na haya. Ndio maana sheria ikachukulia sasa, kama mtoto wa kike hataki, ataangua kilio. Unaona, ataguna, atanyanyua mabega. Lakini haya wasemaje? Tuli kimya. Wasemaje? Kimya. Kashakubali. Mashaallah. Unaona, huo ndio msimamo wa dini yetu ya Allah. Lakini sasa ole wake mtu kumuozesha binti kwa nguvu. Ndoa hii wanachuoni wanasema ni batil. Subhanallah. Haifai. Na mtoto wa kike ana haki ya kuachika. Ana haki kabisa, akienda kwa kadhi kusema mimi jamaa baba kaniozesha lakini kwa nguvu nisikubali. Ana haki, anaambiwa chagua watakaoendelea na mume au vipi. Ilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, binti mmoja aliozeshwa kwa nguvu, akenda akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkhiarisha. Wataka kukaa na mume huyo sawa, hutaki basi waachika. Akasema mimi nifanya hivi ili kupata kujua umma, upate kujua Waislamu kwamba hili ni jambo katika haki zetu. Kwa hiyo ni swala la haki. Ndio wanawake kwa sheria ya Kiislamu nao wana haki, si watu wa kulazimishwa kama wanavyodai watu wengine wasio Waislamu kusema maneno ya ovyo dhidi ya Uislamu kwa ujumla. Naam. Kuna kipengele tulikiacha cha mwisho kwa sababu aliuliza ni dini gani hiyo inayokusudiwa. Je, ni kusoma madrasa au dini gani hii?
Labda tuunganishe na hili sasa. Tuunganishe kwamba bwana, muhimu kuangalia mwanamke mwenye dini. Sasa nini makusudio ya dini hapa? Tayeb. Dini inayokusudiwa ni mtu kupata misingi ya dini. Ndio. Kwa sababu haikusudiwi kwamba mwanamke mwenye dini basi awe shekhati. Au lazima awe ustadha. Unaona? Tayeb. Awe na thanawi, awe na nini? Akiwa na hizo elimu hizo ni bora, lakini kuna mambo ya msingi ambayo kwa makadirio hivi sasa angalau awe na elimu ya mutawasita. Tayeb. Lakini hasa kuchilia mbali haya ya viwango. Mambo ambayo anatakiwa mtu ayajue, kwanza kumpokesha Mola wake. Amjue Mola wake. Unaona? Awe na tauhidi. Kwamba huyu ndio anastahili kuabudiwa, ajue hivyo, ajue ilmu ya tauhid kwanza. Kwa nini? Kwa sababu hilo ndio la mwanzo. Wanachuoni wanasema at-tauhidu awwala. Taban. Na kwa nini ndio la mwanzo? Kwa sababu hili la ibada ya swala haitokubalika swala yako kama hukuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Swali kwa ajili ya Mola wako. Kwa hiyo jambo la kwanza la kujifunza mtu kujua kumpokesha Mola wake. Tayeb. Halafu mambo mengine ya msingi anajua, unaona, ayajue ni yepi ya msingi ya halali na haramu, na kila ibada anayoifanya ni lazima ajifunze kabla kuitekeleza. Mwanachuoni Bukhari kaelezea baada ya kutaja ile aya fa'lam annahu la ilaha illa huwa fastaghfir li dhanbika. Tayyib wal akasema kaita ule mlango babul ilmu qabla al-ilmu wal amal. Tayyib. Unaona, mlango wa kujifunza kabla. Sasa wewe ukitaka kujifunza kuswali lazima ujifunze kwanza. Yaani ukitaka kuswali lazima ujifunze. Taban. Ukitaka kunani, sasa yale mambo yako ya wajibu unatakiwa yatekeleze, yote unatakiwa uyajue. Ndio haya mambo ya msingi. Tahara, swala huwezi kuswali mpaka uwe na tahara. Tahara inapatikana vipi? Sahihi. Ili swala yako ikubaliwe. Je, bwana mtume aliswali vipi? Haya yote unatakiwa kujifunza. Tuko kwenye ibada ya saumu. Saumu inafungwaje? Mambo gani ambayo yana muftiratu saumu ni zipi? Ni wakati gani utahesabiwa kwamba wewe umefungua? Ndio mambo ya msingi haya. Ukiingia kwenye ibada ya zaka kama tajiri, kujifunza mambo gani ambayo yanatolewa zaka, halafu nisabu ni zipi, yote hayo. Hivyo ukitaka kwenda kwenye kuhiji, ujue mambo ya msingi ya ibada ya hija ni mambo gani, mbali ya nia hii tunatakiwa tufanye nini, tufanye ihram, labda tukiingia nani, kuna mipaka yake ya kisheria, tukiingia tufanye nini, yote haya ndio mambo ya msingi. Nani, Uislamu haumlazimishi mtu kuwa ni mwanachuoni. Lakini angalau yale mambo ya msingi, ilmu al-hal, kujua mambo ya nani, halali haramu. Riba, hii ni riba. Angalia msiba tuliokuwa nao Waislamu, wamejiingiza kwenye mabalaa ya riba, makamari, hawajui, wamebalishwa majina.